Jisafishe vizuri uwe sawa, ili mwenzio anapokuja akutane na harufu nzuri ya kumvutia, kupendeza. Haleluya, harufu nzuri anaisikia. Lakini wewe sikiliza, majasho unanuka wewe, maziwa yananuka wewe, makwapa yananuka wewe. Sikiliza, lazima uwe safi. Na kuna wengine ndio hivyo tena, mtoto kajisaidia kila kitu ndani, fagilia kwenye uvungu. Wapo wanawake namna hiyo. Yaani mtoto kajisaidia hapa uvunguni, mavi uvunguni, umerundika pale. Mwanamume anarudi jioni chumba kama kafapanya. Hamna harufu nzuri ndani. Sikiliza, mtu amechoka, amehangaika, asema niende nikapumzike nyumbani kwa mwenzangu. Huyu ndio furaha yangu, mwanangu asema huyu ndio furaha yangu, anakuja nyumbani pua yake ikaliki ndani. Kama ndo amebahatika kuwa ana chumba sitting room hapa kapanga, au na nyumba yake ina vyumba vingi, anafikia sitting room ndani, analala sitting room. Bwana Yesu asifiwe. Anakoroma sitting room ndani yaingii, kwa sababu akiingia ndani humo ni kama kafa mende, kama kafa panya. Bwana Yesu asifiwe. Akueleweki, uchafu. Kwa kanuni ya usafi, Mungu anafundisha kwamba kuwe wasafi. Bwana Yesu asifiwe. Na haya mambo manake unatakiwa uyajue, sio paka uingie kule uanze kupata maarifa sahihi mapema. Ili unapoingia kule ujue haya yote umefundishwa. Ujue jinsi ya kuishi kwenye ndoa yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini ikawa sasa umeingia huko, wewe ni mchafu kupindukia. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii inapelekea watu wengine akikutana huko nje na mama sikiliza, ukisoma vizuri Biblia utaona wale wanawake ambao wanawavutia wanaume nje ni wako namna gani? Ni wanawake wajanja. Bwana Yesu asifiwe. Wanauelewa, wananukia vizuri. Unajua kuna mwanamke unaweza kupishana naye hivi, unageuka hiyo perfume yake tunasikia. Sema huyu ni malaika au nini? Tufu nayo inamata. Pita hivi unanuka vitu vieleweki. Na hii kitu iko, unajua kitu iko ni ya makini sana. Ni ya makini sana. Ukijiona wewe na harufu utaweza kusikia mwenyewe, basi upambane hizo harufu zitoke. Unapishana na mtu hivi ni kama umepishana na ng'onda wa baharini, yani yule samaki ng'onda ameanikwa alafu ndio yuko katika kuvunda. Unapishana na mtu hivi. Hebu nifikirie. Alafu asema mimi hamna mtu siulizo bali gani? Nani akuuliza bali gani? Nani akusalimie? Bwana Yesu asifiwe. Nani akusalimie wewe unanuka kama ng'onda wa nguru za pwani zile? Mtu akipita hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kama mbwa wetu aliofariki Taiga. Taiga ukibeba chakula hivi Taiga akufuate kwanza, anasikiliza. Anainua pua hivi. Anasikiliza humo kuna samaki, kuna dagaa, anajua. Kama kuna nyama, kuna kuku anajua. Na vile ambavyo vizuri akijua kuna kuku ndo anakuja. Na kama umepika dagaa, asogei. Mnamlazimisha kwenda kula kwa sababu ashasikia. Na vile vile mwanamke unatakiwa uwe unanukia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Unajibana, unapambana. Haleluya. Kama kuna bajeti zingine omba mwenzangu, naomba bajeti hizi. Kama una chochote cha kufanya, una mihangaiko, bajeti basi unanukia vizuri. Tumbo chako unatafuta malashi, unaweka vizuri. Bwana Yesu, unapuliza ndani. Na sio kupuliza na kuna mauvundo, unahakikisha unafagia, unadeki siku zote. Kitumbo kinakuwa kisafi na unapuliza malashi mazuri. Mtu akija mwenzio akute harufu nzuri. Kwa sababu nao uchafu ni dhambi kabisa. Uchafu ni dhambi.